Shetani atajua kwamba kumbe huyu nikimdhibiti asipate amani hawezi kufanya kazi, atakuwa analalamika. Nataka nikwambie, hata kama kuna machafuko kiasi gani katika zamu yako, simama. Bwana asifiwe sana. Naomba uangalie kitu. Nitamuuliza Bwana, nitasimama. Ninapopata shida, mimi nitamuuliza Bwana. Naomba nikuuliza swali uliyeko hapa. Katika zamu yako, dira yako ni nini? Nani unamuuliza? Unapokumbwa na changamoto, unamuuliza nani? Naomba nikuonyeshe mtu mmoja ambaye katika zamu yake, kitabu cha Wafalme. Na nimekuambia nikifunua kitabu cha Wafalme. Unajua ukifunua tutamaliza hapa, alafu kisema si leo tungeendelea tu. Funua Wafalme Wafalme wa pili. Wafalme wa pili sura ya kwanza. Kitabu ni cha Wafalme wa pili jamani. Naomba uangalie hapo. Habakuki yeye amesema mimi nitamuuliza Bwana katika zamu yangu. Hata ninapokutana na changamoto, ikiwa ni magonjwa, ikiwa ni shida gani, ikiwa ni machafuko haya, nitasimama nikimuuliza Bwana, nifanye nini katika machafuko haya? Yuko hapa mtu mmoja anaitwa Ahazia. Naomba kitabu cha Wafalme jamani, Wafalme wa pili tumefika. Sura ya kwanza tumefunua. Basi tusome mstari wa kwanza hadi mstari wa 6. Ikawa baada ya kufa kwake nani, watu wa Mungu? Ahabu, Moabu wakawaasi Israeli. Aya ya pili. Na Ahazia akaanguka katika dirisha la chumba chake gorofani katika Samaria, akaugua. Akatuma wajumbe waende, akawaambia, enendeni mkaulize kwa Bari Zebubu mungu wa Ekron kwamba nitafanya nini? Nitapona ugonjwa huu. Aya ya 3. Lakini malaika wa Bwana akamwambia Elia Mtishbi, ondoka uende ukaonane na wale wajumbe wa mfalme wa Samaria. Akawaambia, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli hata mnakwenda kuuliza kwa Bari Zebubu mungu wa Ekroni? Aya ya 4. Basi sasa Bwana asema hivi, hutashuka katika kila kitanda ulichokipanda, bali hakika yake utakufa. Naomba tukomee kwanza mstari huo wa 4. Sasa naomba usikilize. Tunaona kuna mtu anaitwa nani? Aliyekufa ni nani? Ahabu. Alafu mwingine anaitwa nani hapo? Elia Mtishbi. Na mwingine anaitwa nani, watu wa Mungu? Ahazia. Hebu sema Ahazia. Ahazia ni mtoto wa Ahabu. Ahabu Biblia inatuambia akafa. Alafu Biblia inasema Ahazia, huyu ni kijana wa Ahabu aliyekuwa mfalme. Sasa aliyekamata ufalme ni huyu anaitwa Ahazia. Naomba usikilize vizuri. Ahazia, Biblia inasema akaanguka katika dirisha. Naomba usikilize, mfalme ameanguka katika dirisha, ameanguka chini. Yawezekana ni katika ghorofa fulani ya ngapi, mimi sielewi, lakini Biblia inasema alianguka chini. Naomba usikilize, mfalme ameanguka. Hebu mwambie mwenzako mfalme ameanguka. Jamani, mfalme. Mwambie mfalme ameanguka. Huyo ni
mfalme ameanguka. Na naomba usikilize vizuri, anguko lake likawa baya kiasi kwamba alijeruhiwa, akahisi kwamba yawezekana sitapona. Sasa mfalme badala ya kwenda kumuuliza Bwana, akatuma wajumbe kwenda kwa Mungu wa Ekroni, akatuma wajumbe kwenda kwa waganga wa kienyeji, akatuma wajumbe kwenda kwa wapiga ramli, kwamba hebu nenda muulize kwa waganga wa kienyeji, nenda kwa wapiga ramli mukaulize, hivi nitapona? Nataka nikwambie, Bwana akasema katika kinywa cha nabii Elia. Wajumbe walipofika, Elia kaenda kwa wajumbe akamwambia, naomba msikilize, Bwana asema hivi, ni kwa sababu hakuna Mungu katika Israeli ndipo mnakwenda kwa waganga wa kienyeji, ndipo mnakwenda kwa wapiga ramli. Sasa sikiliza, nenda umwambie mfalme kwamba kwa sababu hakuja kuuliza kwangu, anakimbilia wapiga ramli, anakimbilia waganga wa kienyeji. Sasa mpelekee habari hii kwamba hatafanya nini? Hatapona. Badala yake atafanya nini? Hatakufa. Kwa nini? Kwa sababu tu hakumuuliza Bwana na kwenda kwa waganga. Na ngoja nikwambie, hakupona, alikufa. Hebu sema alikufa. Ani mfalme anaanguka chini, anaenda kuuliza kwa waganga. Bwana anamwambia, kwa sababu hukuja kuniuliza mimi, sasa sikiliza, utakufa. Na kweli akafa. Kosa lake ni nini mwinjilisti? Mbona mfalme anakufa? Kosa lake, kwa nini hakuenda kuuliza Bwana? Anakimbilia waganga wa kienyeji, anakimbilia miungu, anakimbilia mashetani. Naomba usikilize vizuri mwinjilisti, na maana kisa hiki kinatufundisha nini? Ni hivi, kuna watu kumbe wamesababisha watoto wao kufa, wake zao kufa, wamesababisha waume zao kufa, wake zao kufa, wamesababisha biashara yao kufa, haikui biashara yao, wamesababisha kumbe hata walipougua, badala ya kwenda kumuuliza Bwana kwamba Bwana ninaumwa ugonjwa huu, badala yake wakaenda kuuliza waganga wa kienyeji. Mwinjilisti una maana gani? Neno hili lina maana hii. Kuna watu ambao waliugua lakini hawajapona na hawatapona. Mwinjilisti, hiyo mbona kali mno? Hapana, ni kwa sababu walipougua, badala ya kwenda kumuuliza Bwana, wakakimbia kwenda kwa waganga wa kienyeji kupigiwa kwanza ramli. Sasa Bwana akasema, hamkuja kwangu mimi, mnanichanganya. Sasa nenda kwa huyo mganga na hatapona. Huyo mume wako hatapona, huyo mke wako hatapona, hiyo biashara yako haitakuwa, uchumi wako hautaongezeka, hakuna. Shida ni nini mwinjilisti? Shida ni pale mtu anapokutwa na changamoto, alafu anamwacha Bwana, anakwenda kuuliza kwa miungu. Ila mwinjilisti, kuna tumaini. Ndiyo, tumaini lipo. Ikiwa kuna mtu ambaye anaweza kusikia hata ujumbe huu ambao Bwana anasema naye, akasema, Bwana ni kweli nilikwenda mahali fulani. Na naomba usikilize vizuri, wakati Ahazia anawatuma wajumbe, Bwana anaona. Jamani, Bwana asifiwe sana. Bwana anaona. Wakati unakimbia kwenda kwa waganga wa kienyeji, Bwana anaona. Wakati unaenda kupigiwa ramli, Bwana anaona. Unakwenda umepata shida, Bwana anaona. Hata ulipokwenda, Bwana alikuwa anaona. Hata ukienda, Bwana anaona. Ndio maana anasema, hebu nenda umwambie, kwa nini aniache mimi? Sisi watu wa Mungu hatuna mahali pengine pa kwenda kuuliza.
tunapokutana changamoto, sisi ni kwa Bwana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na ikiwa ulikimbia, wawezekana kama Hamazia, ikiwa huyu ni mfalme kabisa kabisa, na nikwambie, mfalme alikuwa na ibada zake. Naomba usikilize vizuri. Mfalme alikuwa ni mwabudu mashetani. Bwana akampatia, akaruhusu kwamba yawezekana Ahazia ukianguka utashtuka. Alafu ukishtuka unaweza ukasema, kwa nini nimeanguka anguko hii? Yawezekana ukanirudia. Lakini baadaye ya kumrudia Bwana, anakimbia kwenda kwa waganga wa kienyeji. Hali mbaya sana. Naomba unisikilize vizuri. Ikiwa kuna mahali ulienda kwa sababu ya changamoto, mwinjilisti kuna maana, naomba usikilize vizuri. Kuna watu ambao ni wagumba, naomba usikilize vizuri. Kuna mtu ambaye unaweza ukawa, mimi nilienda kwa mganga, nilikuwa sizai, nimeomba, lakini nikaenda kwa waganga wa kienyeji, nikapigiwa na muli, na Bwana akasema, umeenda kuuliza kwa waganga kama utapata mtoto? Sasa hautapata. Lakini kuna rehema. Jamani, Bwana asifiwe sana. Lakini kuna nini? Rehema. Kuna rehema. Rehema ni ipi mwinjilisti? Rehema ni ipi? Rehema ni ipi mwinjilisti? Mbona unasema? Maana unapoendelea tu nasikia ukweli ni kwamba kuna mahali nilienda na nimeona kweli kumwacha Bwana tunapokuwa na changamoto ni utumaini. Hilo liko wapi mwinjilisti? Ni hata leo wewe kunyenyekea miguuni pa Bwana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kusema Mungu tumesikia. Sasa mimi hata nilikuwa sielewi kwa kweli. Ninaomba tu nisamehe. Yaani Bwana, hapa naona umesema na mimi nisamehe tu, na mimi naja kwako. Naomba tu nisamehe Bwana, nisamehe. Ukiugua kwa Bwana anaweza kusema kwa sababu rehema ipo, kwa sababu bado malaika wameshikilia, ngoja basi. Kumbe rehema ipo, ndio maana malaika bado wameshikilia, kwamba yawezekana mtu fulani akashtuka, hata akatiwa muhuri, ambaye hata alikuwa hafanyi kazi ya Mungu, akashtuka akafanya kazi ya Mungu. Jamani, basi Bwana asifiwe sana. Somo letu linaendelea kusema vibao vyenye njozi. Naomba turudi kitabu cha tumeona watu hawa. Habakuki anasema, mimi nitamuuliza Bwana nione ataniambia nini. Ahazia yeye anakwenda kuuliza waganga wa kienyeji. Kuna faida kumuuliza Bwana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Mwambie uliye naye jirani, kuna faida kuuliza kwa Bwana. Yaani faida ipo. Hebu turudi kitabu cha Habakuki sura yetu ile ya pili. Sasa naomba usikilize. Mimi nimeshafika Habakuki sura ya pili, na ikiwa na wewe umefika sema amina. Habakuki sura ya pili, naomba tusome fungu la pili. Habakuki anasema yeye atasimama juu ya mnara aone, ili Bwana atamwambia nini. Sasa naomba tuangalie Bwana alimwambia nini Habakuki. Habakuki uliambiwa nini na Bwana uliposimama juu ya mnara kuuliza? Neno la Bwana linasema hivi: Bwana akanijibu akasema, iandike nini? Iandike njonzi, ukaifanya iwe wazi sana. Katika nini? Katika vibao. Ndivyo Bwana alivyomwambia, ili aisomae apate kuisoma kama nini, watu wa Mungu? Kama maji. Fungu la 3, maana njonzi hii bado ni ya wakati ulioamuriwa. Alafu kumbe imeshaamuriwa wakati wake. Ndio. Je, inachelewa? Hapana. Inafanya nini? Haraka, ili kufikiria mwisho wake, wala haitasema namna gani uongo. Ijapokawia, jamani, ingoje, kwa kuwa haina budi kuja,
wala haitakawia. Mstari wa 4, tazama roho yake hujivuna, haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa namna gani? Kwa imani yake. Naomba usikiliza vizuri tunapoelekea mwisho. Naomba usikiliza vizuri. Ikiwa Bwana amekusaidia kusikiliza tangu tulipoanza, tunapomaliza, sikiliza vizuri sasa. Habakuki amesema muulize Bwana atakalomwambia ni nini. Bwana amemwambia nini kwani mwinjilisti? Bwana amemwambia Habakuki kwamba wewe kwenye zamu yako iandike njozi. Na unaandika nini? Kwenye vibao. Sio kibao, hapana, vibao. Maana yake ni vingi. Hebu sema vibao. Sio kibao. Alafu Bwana akamwambia, na hiyo njozi inayoandikwa katika vibao hivyo iwe wazi sana. Iwe wazi sana. Alafu Bwana anamwambia, ili mtu anayeisoma kwenye vibao hivyo, kumbe vibao hivyo watu watavipata, alafu watu watavisoma. Biblia inasema ili watu wanapovisoma vibao, kila mtu na kibao chake, anaposoma asome kama maji. Alafu akamwambia, maana njozi hiyo kwanza kabisa inafanya haraka, alafu ina wakati wake umeishaamuliwa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Unajua njozi hiyo ni ipi? Hapo Habakuki aliambiwa hivi, andika kwenye vitabu. Yeye wakati waliona vibao, wengine waliambiwa katika kitabu. Andika kwenye vitabu ujumbe wa marejeo ya Yesu Kristo. Andika dalili za marejeo. Andika njozi hiyo. Hiyo njozi ni nini? Katika zamu ya Habakuki ni kuwa mhubiri wa injili ya marejeo ya Yesu Kristo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hiyo ndiyo njozi ambayo aliambiwa, tena inafanya haraka. Si tumeona inafanya haraka hata sisi? Jamani, si tumeona kurudi kwa Yesu kunafanya haraka? Alafu naomba kamata kitu, akaambiwa ni wakati, hiyo njozi ni wakati wake ambao umeishaamuliwa. Yaani wakati wa kurudi kwa Yesu ulishapangwa, upo. Lakini akamwambia, ila mwenye haki ataishi kwa imani yake. Yaani anamwambia Habakuki, wewe andika hivyo vibao, afu watu wavipate. Unajua hapa, naomba unisikilize vizuri. Unasema mwinjilisti, kwa hiyo njozi na maana gani kwetu leo sasa? Maana huyo ni Habakuki aliambiwa. Je, kwetu leo ni hivi? Wewe, njozi hiyo ilishaandikwa katika vitabu, na tena vitabu vimeifanya imekuwa wazi sana. Naomba usikilize vizuri. Kwa mfano mimi ninayehubiri hapa, kuna mambo ambayo siwezi nikahubiri kwa sababu naweza nikaogopa kwamba nikimaliza kuhubiri tu naweza nikakamatwa. Niko karibu na kituo cha polisi hapa. Fulani wanaona watanishtaki. Ninaweza nisihubiri maneno wakati fulani kwa kuogopa watu kwamba watanipiga mawe. Lakini kwenye vitabu vya neno la Mungu, kumbe Mungu alikuwa anazungumzia vitabu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Mungu alikuwa anazungumzia vitabu. Ndipo anamwambia andika kwenye vibao, kwenye vitabu, na anasema hivyo vitabu weka habari ya marejeo ya kurudi kwa Yesu kuwa wazi, ikiwa ni dalili za kuja kwake, ikiwa ni nini, ikiwa ni nani atasimama, nani atatawala, Yesu ili arudi. Andika. Alafu anamwambia vibao, maana yake ni nini? Viwe vingi. Ninakutia moyo mshiriki wa kanisa uliyeko hapa, kuwa mtu ambaye unapeleka ujumbe kwa njia ya vitabu vya neno la Mungu. Sema amina. Ninaomba nikwambie habari njema.
kubali uwe mjumbe. Support vitabu vina njozi, habari za marejeo, dalili zote zimeandikwa. Zamu yako, Bwana amekupa zamu yako, na zamu yako ni kupeleka injili. Naomba niulize swali, ni wangapi leo wamesoma kesha la asubuhi? Wainua mkono. Kesha la asubuhi, nasema mimi nimebahatika kusoma kesha la asubuhi. Ubarikiwa sana. Kanisa zima eti ni mmoja. Aya, jamani, naomba mwinjilisti, unajua tulikuwa tujakuelewa bwana. Naomba kuuliza swali, wangapi wana kesha asubuhi, kile kitabu cha maombi asubuhi nyumbani? Mkono. Hebu inua jamani. Basi Bwana wabariki. Na wangapi wanasema mwinjilisti, leo nimebahatika kusoma? Mkono. Basi Bwana akusaidie uendelee kusoma. Jamani, Bwana asifiwe sana. Sasa kwenye kesha asubuhi siku ya leo, naomba nikugusie kitu tunapoelekea mwisho, usikilize vizuri. Somo la leo lilikuwa linazungumzia madhara ya ubinafsi, lakini pia linazungumzia habari ya kuandikwa majina kwenye kitabu cha uzima. Na Biblia inasema, naomba nilinukuu kipengele kwa ufupi, kile kipengele cha mwisho. Naomba usikilize vizuri. Naomba ninukuu, kama utaenda usome wewe, utasoma vizuri. Mimi ninanukuu ile paragrafu ya mwisho kabisa. Somo lilikuwa linasema kitabu cha uzima. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, wainjilisti, unajua kanisa hili la Kishiri limebarikiwa kuwa na wainjilisti wengi wa vitabu. Na ni kwa neema ya kanisa hili. Amina jamani. Vitabu vikitoka kesha, mwambie mwinjilisti niletee kesha. Bwana anasema na sisi kupitia neno lake. Jamani, Bwana asifiwe sana. Sasa sikiliza Bwana alivyosema na sisi leo. Paragrafu ile ya mwisho inasema hivi: wakati mioyo yetu itakapoangazwa na upendo kwa Yesu na roho alizozifia, mafanikio yatakuja katika kazi zetu. Semeni amina. Kumbe kuna mbaraka. Na anasema hebu kila mmoja ajihoji. Hebu hata wewe jihoji sasa tunapoelekea mwisho. Hebu kila mmoja ajihoji. Je, siwezi kutumika kama njia ya wokovu kwa roho kadhaa kuingia katika ufalme wa Mungu? Hilo ni swali. Kwamba je, hivi siwezi kutumika kama njia ya wokovu kwa roho kadhaa kule sawa ya juu pale senta ambapo hao injilisti wamekuja kufanya mahubiri? Hivi siwezi kweli kutumika kama njia ya wokovu kwa roho kadhaa kuingia katika ufalme wa Mungu? Wanasema tunahitaji mguso wa dhati wa roho wa Mungu ndani ya mioyo yetu, kwamba tusiweze tu kupata mavazi meupe kwa ajili yetu pekee, bali tuweze kuwa na mvuto kwa wengine, ili majina yao yaweze kuandikwa katika kitabu cha uzima na yasiondolewe kamwe. Jamani, Bwana asifiwe sana. Sasa hapo nimenukuu tu kapengele ka mwisho. Sasa sikiliza vizuri watu wa Mungu. Kuna wito unatolewa hapa. Naomba usikilize kwa umakini. Kuna wito natoa. Yaani hapo nina wito ambao natoa, alafu tunaomba, alafu tunaenda kula. Semeni amini. Jamani, Bwana asifiwe sana. Sasa naomba usikilize wito huu. Kama ulisikia katibu anatangaza mahubiri, ni kweli yataanza muda huo. Naomba usikilize vizuri. Na mahubiri yale tutakwenda pia mahubiri ya hadhara na kugawa vitabu, kutoa zawadi kwa watu wanaokuja kusikiliza. Zoezi hilo limeishafanyika kwa awamu ya kwanza. Kuna watu walifadhili vitabu, tukaenda tukavitawanya pale center kupitia washiriki wa kanisa la Igwambiti na kanisa la Semba. Washiriki tukavitawanya Sabato ile ya tarehe 4 iliyokuwa na mvua. Sasa hivi tunatafuta vitabu vya kuwa navyo kwenye mahubiri. Naomba msikilize vizuri. Kwenye mahubiri wale wanaokuja
wanapewa zawadi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Sasa naomba usikilize vizuri. Kuna watu wengine tumekwisha wafikia na wamefanya sehemu yao, na Bwana wabariki sana, semeni amina. Na mnatiwa moyo, ikiwa mnaweza kufanya tena, fanya, maana tuko mwisho. Lakini wale ambao hawajafanya na wanawiwa kushirikiana na Mungu pamoja na sisi na wengine watakao kwenda, Bwana anatamani mfanye. Lakini naomba usikilize vizuri. Kuna kitabu, na wainjilisti wa vitabu nafikiri wako kwenye kanisa hili, naomba usikilize vizuri. Kuna kitabu kinaitwa Kisa cha Ukombozi. Kitabu hicho kimekuja. Na hata wewe, kwa wale ambao walikuwepo jana wakati wa ufunguzi wa Sabato, kuna kitu walielewa. Naomba muone mwinjilisti wa vitabu wa kanisa hili, mwambie niletee kile kitabu cha Kisa cha Ukombozi. Hicho kitabu ni roho ya unabii. Kilikuwa hakijatoka, kimetoka. Hata mimi sina, ninategemea kwa neema ya Mungu kukipata wiki inayokuja. Kitabu hicho kinaelezea historia ya ukombozi wa mwanadamu, na kinaelezea habari ya ukombozi wa watu. Kitabu hicho tumependa pia kwa neema ya Mungu vile vitakavyopatikana tuvitumie pia kwenye mahubiri. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na vitabu hivyo, kitabu kimoja kinalipiwa 16,000. Hebu sema 16,000. Hicho ni kitabu kingapi? Kimoja. Wewe unaokoa roho 10,000, yani 16,000 tu inaokoa roho. Ukienda mbinguni unaikuta. Jamani, semeni amini. Sasa kila mtu kwa namna anavyoweza anaongoa roho kupitia hivyo vitabu kulingana na uwezo wake. Kumbuka vizuri, kila mtu ana wakati. Tumepewa wakati na tumepewa zamu. Hiyo ni zamu yako ulio nayo ya kuishi. Kubali ufanye pale unapoweza. Na kwa neema ya Mungu tunategemea vitabu hivyo, tumeagiza kwamba vije ili tuende navyo kwenye mikutano pia. Sasa naomba nitoe wito, naomba msikilize vizuri. Kama kuna mtu anasema, mwinjilisti, mimi nilikuwa sijashiriki mahubiri tangu muja hapa mwezi wa 9 tarehe 1, na sasa mnamaliza miezi, na tukimaliza mahubiri ratiba yetu ya kuendelea kuwepo hapa itakuwa imeisha kulingana na ruhusa ya jimbo, tutarudi nyumbani. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa yawezekana maneno haya yanaweza kawa ni ya kuaga pia. Nani ajuae, maana yawezekana hamtatuona hapa tena. Maana mahubiri yanaisha tarehe 29, alafu yakiisha kazi ya Mungu aliyotutuma tunarudi. Haleluya jamani. Yawezekana mpaka wakati mwingine ambao Bwana ataruhusu. Sasa tunapokwenda kuomba, hebu tusimame watu wa Mungu. Tusimame watu wa Mungu. Naomba tusimame. Yawezekana umetafakari vizuri. Kuna wito pia. Naomba usikilize vizuri. Ikiwa kuna mahali ulikimbia kwenda ulipopata shida, kama Ahazia, Bwana anatoa wito leo wa kurejea. Rejea tu, ili Bwana ikiwezekana anaweza kukupatia rehema. Kubali urejee. Sasa kabla hatujaomba, kama kuna mtu anasema, mwinjilisti, kitabu kimoja umesema kinalipiwa 16,000 kwa ajili ya wokovu wa watu wa sawa. Hao ni ambao tutakutana nao mbinguni ikiwa tutakuwa waaminifu na sisi kwenda. Mimi na hapa ninawaambia, kufikia Jumamosi, kama leo una keshi unaweza kutoa, wewe toa. Kama hauna, lakini unasema, mwinjilisti, kufikia Jumamosi iliyo mbele, Bwana nisaidie angalau vitabu 10, angalau vitabu 5, angalau kitabu kimoja, uwezo ambao Bwana amenipa mimi naweza kufanya. Ni kuombe tu uje, maana tunakwenda kuomba kwa ajili yako. Lakini na wale ambao wanasema, Bwana ni rehemu, yani wakati fulani, yawezekana wakati tulipokuwa wakati Bwana anasema na sisi tunasema, nakumbuka nilienda mbali mahali fulani, lakini natumia somo hili, na kwa sababu Bwana ameisha nigusa na mwinjilisti amesema kuna rehema, kwa kweli Bwana unipatie rehema kupitia wito huu. Na wewe njoo, tembeeni muje. Yaani Bwana asifiwe sana. Sasa hapa ndipo pa ile kwaya ambayo huwa inaitwaje ile kwaya ambayo huwa inakuja ya watu wachache? Jamani, simesikia.
kati watu wanarejea, angalau mnaimba wimbo ambao mtu anatembea anachua, ninatembea kwa ajili ya wokovu wa watu wengine, lakini kwa ajili ya wokovu wangu pia. Na niombe samahani shemasi awe na chombo hapa. Kuna wengine ambao wanakeshi wanasema, mimi ngoja nitoe ninayo keshi kwa ajili ya vitabu hivyo ili tukavigawa kwenye mikutano. Lakini nimekwambia, jiandaeni, uambie wainjilisti wakuletee kitabu hicho uwe nacho. Jamani, Bwana asifiwe sana. Wakati waimbaji wanaimba, ikiwa unaona una uwezo wa kufanya kwa ajili ya wokovu wa watu, inawezekana ulifanya na bado una uwezo kufanya, njoo hapa. Tumishi wa Mungu Baraka Kirago, njoo utaomba kwa ajili ya watu wa Mungu. Lakini niombe mzee wa kanisa mmoja aje hapa. Tutaomba baada ya kuhitimisha ibada hii. Ni wito mbili. Inawezekana Roho anaweza kaleta wito mwingine. Naomba tu usimame hapo. Naomba usikilize vizuri. Swala la wokovu wa watu ni swala la hiari, sio la kulazima. Maana hata Yesu Kristo alijitoa tu mwenyewe kwa hiari. Ikiwa unaona unaweza, leo fanya. Kufikia Jumamosi, fanya. Lakini ikiwa unasema mimi niandikwe, ahadi ipo wakati wa mahubiri, inawezekana si sabato hii, lakini naona naweza kufanya, na wewe njoo ili uandikwe. Tukimaliza tunaomba. Tembeeni muje sasa. Bwana akubariki unapokuja. Huo ni wito kabisa. Bwana akubariki. Bwana akubariki. Ikiwa unasema mimi hata kitabu hicho 16 mbona ni 10,000, ni 5,000, mkizileta hizo tuweke huku, baadaye tutaona ni vitabu vingapi tumepata. Tembeeni muje watu wa Mungu. Huo ni wito wa Bwana. Wakati waimbaji wanaimba, tutaimba wimbo wa namba 54. Nataka nimjue Yesu. Tuimbe. Nataka nimjue Yesu. Unapokuja usimame tu hapa, usirudi. Unasema mkalani aje kwangu hapa, makalani wako hapa, waone jina lako. Nataka tena zaidi, daima kupambanua
vibao vyenye njozi ya marejeo ya Bwana, na sasa hauna keshi, lakini unawiwa ufanye. Andika ahadi yako hapa kwa katibu wa kanisa hapa. Alafu kwa neema ya Mungu, unaona inawezekana ni Sabato ijayo Bwana akusaidie. Huo ndio wito wa Bwana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ninyi ambao mmekwisha fanya, Bwana wabariki sana. Na ni wewe ambaye hata hujaona kwa kufanya kulingana na hali ulionayo, Bwana akusaidie, akufungulie njia ili vitu kama hii inapotolewa basi upate fursa ya kushiriki. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na niliwaambia tu kwa huruma zake Mungu kwamba wale ambao wamekuja wasitoke, maana tutaomba, lakini kwa sababu umerudi pia haina shida, muwepo tu hapo, maana si lazima muwe hapa mbele. Sasa sikiliza vizuri. Naomba niulize. Yawezekana kuna mtu anasema mwinjilisti unasema ni kitabu kimoja, alafu boksi lake lina vitabu 28 tu peke yake. Unasema mwinjilisti kitabu kimoja umesema ni 16,000. Mimi kulingana na neema ambayo Bwana amenipa, ninaweza kusupport boksi moja hiyo ambayo ina vitabu 28, niandikwe jina. Inua mkono wako hapo ulipo, mtu wa Mungu. Hapo ulipo, Bwana akusaidie. Jamani, Bwana asifiwe sana. Sasa sikiliza tunapokwenda, kwa sababu tumesikia haya yanayoendelea na tumeona marejeo yanaharakishwa, na ni kweli. Yawezekana kuna mtu yuko hapa ambaye alikuwa hajabatizwa na kuna kisima hapa cha ubatizo. Anasema mwinjilisti, yawezekana sijui maisha yangu yatakuwaje hata kesho, lakini ninaomba kwa neema ya Mungu, ikiwa kuna ubatizo unaweza kuwepo, na mimi nibatizwe kwenye ubatizo huo. Unapoomba mwinjilisti, mnapoomba niombee na mimi, maana sijabatizwa katika kanisa hili, lakini Mungu anisaidie. Ubatizo ukiwepo, kwa kweli Bwana nisaidie nibatizwe. Naomba mniombee na mimi. Ikiwa uko hapa, inua mkono wako. Sasa mimi niko sijabatizwa, lakini tumesikia Yesu anarudi. Na kwa kweli tumeona. Je, kuna mtu mahali fulani ambao mbarikiwa sana? Je, kuna mwingine anasema na mimi mwinjilisti uniombee? Oh, Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana. Sasa nini niwapatie upendeleo? Njooni tu, tembeeni mje hapa mbele. Njooni hapa. Samahani, mwashike mkono hao watu wa Mungu wanaokuja. Mtembeeni mje. Yaani kama ulikuwa hujabatizwa, nataka nikwambie usiangalie kwamba kuna muda mwingine. Ni huu, wewe jitoe tu, uombewe, alafu ubatizwe ni kwa ajili yako. Tembeeni mje. Bwana akubariki sana kijana. Njooni, msimame hapa. Tembeeni mje. Bwana akubariki. Unasema nini mwinjilisti? Na mimi. Njooni. Maisha ni mafupi sana, nikwambie rafiki yangu. Tembeeni mje hapa. Bwana akubariki sana. Njoo. Kwa ni wito wa Bwana anakuita. Maana tumesikia habari za marejeo, ujumbe na mambo yameharibika. Hata wewe unaona, unasubiri nini? Ikiwa watu wamepoteza maisha, maelfu, mamia, makumi, lakini wewe upo na bado hauna umuhimu wa kujitoa. Bwana anakuita mchana wa leo, jitoe kwake. Bwana akubariki sana. Tembeeni mje. Kama umesalia, unasema mwinjilisti, na mimi huo ubatizo, na mimi huo. Tembeeni mje, mtu wa Mungu. Johnny. Kama kuna mtu amebaki, mtie kwa mwambie jitoe tu. Johnny, mtu wa Mungu. Yaani huu wito ni kwa ajili yako kabisa. Bwana akubariki sana binti. Bwana akubariki sana. Njoo watu wa Mungu. Huu ni kwa ajili, ni wokovu wenu. Ninawaambia tu kweli watu wa Mungu, tuko mwisho. Kama ulikuwa hujafanya maamuzi, sasa usikawie. Fanya maamuzi. Kama kuna mwingine anasema mwinjilisti kwaje nje kabla hujaomba. Njooni. Bwana anakusubiri bado. Ubarikiwa sana. Bwana anakusubiri bado. Sasa kama mwinjilisti kwaje anakuja, njoo. Bwana anakusubiri bado. Unajua ni kwa sababu anakupenda. Njooni binti. Bwana akubariki sana. Tembeeni mje. Njoo. Huu ni wito kwa ajili ya ubatizo. Je, kuna mwingine aje jamani? Kuna mwingine njoo. Huu ni wa ubatizo. Bwana akubariki unapokuja. Ukweli ni kwamba tuko mwisho na Kristo anarudi. Yawezekana ukatiwa muhuri wewe. Yawezekana wewe unasubiriwa.
Bwana akubariki, Bwana akubariki. Njoni watu wa Mungu, njoni. Mama, Bwana akubariki sana. Kama kuna mwingine anasema injilisti nakuja, tembeni uje. Bwana akubariki, njoo. Je, kuna mwingine anakuja? Njoni, kiwa unakuja, njoo. Hii ni neema. Kupata wito huu ni neema. Ni Bwana ameruhusu. Tena ni kwa ajili ya wokovu wako wewe. Hivyo ni kwa faida yako. Na Bwana akubariki unapoendelea kufanya maamuzi. Na ninyi ambao mmefanya maamuzi, Bwana wabariki. Kwa sababu tuna kisima tu hapa. Ni kumuita tu mchungaji, basi wangu, si kumuita tu mchungaji na kuita. Watu wanabatizwa tu hapa. Yaani sio mbaya. Sasa mwinjilisti kumbe ni hapa. Kiko hapo nje. Na maji yako hapa. Haleluya jamani. Bwana asifiwe sana. Mwinjilisti Baraka Kirambo utaomba. Lakini pia na mzee wa kanisa Joni utaomba. Mnapoomba, ombea wale watu ambao tuna makundi matatu. Wako watu wa Mungu wametoa ahadi hapa. Na wengine hata hawajafanya. Wewe ambao hujafanya, naomba usikilize vizuri. Na unawiwa kufanya. Unaona roho na kugusa. Sisi tuko kwa Tata Nyamuhanga tu hapo. Unaweza ukasema mwinjilisti, sisi watu tunapita tu. Na muda huu baadaye mnaanza msituone tena mkaona wengine. Niite mwenzangu, mwambie kiongozi wa kanisa, yale mahubiri ya wale wainjilisti ambao wanashirikiana na sisi huku, ninawahitaji kwangu, niseme nao. Tuite tuje, sema jamani, mimi naona nitoe kwa ajili ya Bwana. Kwani vitu ambavyo vimeangamia wewe kama vingetolewa kwenye kazi ya Mungu, si jamani, ni roho ngapi zijaokolewa? Basi Bwana atubariki sana. Mnapoomba kwa ajili ya hao waliojitoa kwa ajili ya ubatizo, lakini mnapoomba kwa ajili ya watu ambao wamekwenda mbali, walipopata changamoto wakaenda mbali. Na inawezekana hata changamoto hizo zimekuwa za kudumu, ila walikuwa hawaelewi. Lakini kwa sababu Bwana amesema na wao, inawezekana kuna mtu mmoja yuko hapa anahitaji neema ya Bwana. Omba, Bwana atasikia na atamrehemu mtu huyo. Bwana awabariki sana. Ombea wale ambao pia wamefanya kutoa pesa kwa ajili ya wokovu wa watu, na wale ambao watafanya tena, na wale walioahidi. Mimi naomba nikomee hapo. Mtumishi wa Mungu Baraka Kirambo utaomba, alafu mzee wa kanisa ataomba. Tuombe. Baba mwema, Mungu wetu muumbaji, tunakushukuru kwa nafasi ambayo umetupatia kama wanadamu kuhudhuria mbele zako. Haikuwa rahisi baada ya dhambi kuingia kwa ajili ya yule ambaye ametenda dhambi kuhudhuria mbele za Mungu mtakatifu. Hivyo umetupatia neema, tunaishangilia. Asante kwa ajili ya neno lako la uzima ambalo tumelisikia mchana wa leo. Na kila mmoja ameweza kusikia. Lakini hatua nyingine inafuata ya kutafakari. Na ikiwa kuna mwingine ametafakari na kuona kweli kwamba kuna mahali aliteleza katikati ya changamoto, akaenda kuuliza mahali pengine pasipo sahihi, na kwa sababu ya tafakari yake memletea majibu ya ungamo, tafadhali Mungu wetu ukapokee moyo huo. Lakini nalo kundi lingine ambalo watoto wako wamekuja mbele zako kuabudu, na wamekuja na mioyo yao kileta mbele zako ili kuhitaji nguvu ya kuendelea kuishi, wakiendelea kusikia sauti yako. Hilo nalo tunaliombea kundi hilo kalipokee, na likiwa liko tayari kuisukuma kazi yako duniani kwa namna mbalimbali kwa ajili ya kazi ya kusaidia kanisa, peleka habari njema kwa njia ya sauti na kwa machapisho. Na hilo kundi liko tayari kwa kutoa hata mali zao kusaidia kazi yako. Tunaliombea kundi hilo, Mungu wetu kalibariki sana, kwa sababu ni kundi lako katikati ya kundi. Naomba ukajitegemeze. Bariki shughuli zao za maisha, bariki familia zao, kawaundie umoja wa familia utakaofanya kusukuma kazi yako. Asante kwa ajili ya kundi hili tena ambalo limejitoa kwa ajili ya ubatizo. Ni kundi lako la thamani, kwa kuwa halijaona haya mbele za watu hawa
limesogea mbele zako kwa ajili ya kujitoa kwako. Ahadi yako ni kwamba watakapokiri mbele ya watu, nao utawakiri mbele za Baba na malaika. Watoto wako hawa tunawaombea kwa rehema zako. Kuna namna nyingi wametembea kwa namna tofauti tofauti, wamekosea kama binadamu. Tunawaombea rehema mbele zako. Wasamehe na kuwapokea katika kitabu chako cha uzima. Katika mianzo hii Bwana, wafanye waanze kutembea pamoja nao hata wanapofikia katika hatua ya ubatizo wa maji. Neema yako tufunike sasa na siku zote, kwa kuwa wewe ni Mungu mwema. Bariki kanisa la Kishiri na watu wake, kwa jina la Yesu, amin. Amen. Mwenyezi Mungu uliye mwema na mtakatifu, maneno yako yamesikika mchana leo. Hitaji letu na tamaa yetu kubwa, maneno hayo yakawe ni jiwe kuu la pembeni kwa ajili ya kujenga ufalme wa mbinguni. Samehe kila mmoja aliyeko mahali hapa anayelitia jina lako, ikiwa na udhaifu wa ugonjwa mahali fulani, Yesu akapone kwa mamlaka ya jina la Yesu. Lakini kanisa lako tumepewa utume na watu wako wamesikia maneno haya. Kwa njia ya vitabu, zungumza na kila mmoja akafanye zaidi na zaidi, ili jina lako likatukuzwe Yesu. Watu wakatoe fedha kwa ajili ya kununua vitabu. Watu wakajitoe kwa ajili ya Injili, ili kazi yako imalizike. Lakini Yesu, watoto wako wamechukua hatua, wametembea kuja hapa mbele. Namna walivyokutukuza wakumbatie kama vifaranga. Tamaa yao kubwa ni ubatizo, wabatize kwa njia ya Roho Mtakatifu toka sasa. Yesu, uwe nasi na mbariki mtumishi wa Bwana. Endelea kuwa nasi ukituongoza, katika jina la Yesu naomba. Amen. Amen.